na mnalisikiza neno la Mungu. Wacha neno hili likaingia ndani ya mioyo yenu. Neno hili likawabadilishe. Neno hili likawafanye mkatembee katika mahusiano ya Mungu. Vileo vinamaliza watoto wetu. Haleluya. Amen. Vileo vinamaliza watoto wetu. Watoto ambao tunawategemea leo hii wanatuacha. Ni nani atakayesimama katika mguu wakati miaka yangu imeenda? Watoto wetu kamata sana neno la Mungu. Watoto hawa kama wanaingia kwenye vileo wanatenda dhambi. Nani ashaiona mtu mwenye amelewa anajielewa? Hajielewi, anafanya vitu fakini. Shetani akakuja akaingia kwa mali ya Ayubu. Leo hii natamani nione Ayubu aliye ndani ya kanisa letu. Wakati mwingine ulikuwa na mali, lakini shetani katika pilika za kutembea akaingia kwenye mali yako akaanza kuiharibu. Wakati tumesoma Ayubu ya kwanza, imetuelekeza ya kwamba shetani akaingia kwa mifuko ya Ayubu akaifyeka. Akaingia kwa watoto wake wote wakakufa. Shetani akauliza Mungu, unajua huyu Mary wa fulani anakuabudu tu kwa sababu ako na mali. Mungu akampa nafasi katika aya ya 2. Akamwambia enda, haribu vitu vyote, lakini usije ukadestroy mtumishi wangu kama pastor wetu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akapiga mtumishi wa Mungu majipu. Barika wanaka amebarisi kama bimba, kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Majipu yakapatikana katika mwili wa nani? Wa Ayubu. Kama Ayubu. Na kusoma wa Ayubu habiliti sema kuendeleza. Mke wa Ayubu alimwambia ni Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine umeolewa na mume wako, mmekaa kwenye ndoa, mkawa na mali. Na mali hii ikaanza kupungua. Mali hii ikaanza kutoweka. Mtumishi wa Mungu akapigwa na magonjwa. Wewe unamwambia, wewe ni kama umemkosea Mungu. Mkufuru huyu Mungu kwa sababu hakujui na ukaweze kufa. Tuko pamoja kanisa? Ayubu alipitia katika mateso mengi. Ayubu aliteswa na adui. Marafiki wa Ayubu wakamwendea. Vile leo hii tuko na marafiki. Wakati uko na vitu vizuri, uko na marafiki wazuri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati vitu hivi vinaanza kudidimia,